naona maisha ni yenye maana, ni kutumikia Mwokozi. Uishi ni Kristo na kufa faida kwa kila Mkristo wa kweli. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbingu ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa bure, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wangu. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbingu ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi aliniondoa porini, nashiba shambani mwangu. Na sasa kwa mvua na jua la mbingu, ninamuzalia matunda. Mwokozi aliniondoa porini, natunzwa shambani mwangu. Na sasa kwa mvua na jua la mbingu, ninamuzalia matunda. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbingu ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuru ni Yesu. Amina. Amen. Amina. Amen. Mwimbaji alimba vizuri. Amen. Sema naona maisha ni yenye maana ni kumtumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Amen. Paulo akasema kwa neno la Mungu wetu, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Amen. Amen. Huyu mwimbaji naye akasema kwa kila Mkristo wa kweli. Kila Mkristo wa kweli. Basi tunashukuru Mungu wetu kwa ulinzi ametulinda. Najua kama Jumapili iliyopita sikuonekana mahali hapa. Tulikuwa kwenye state ya Idaho Boise. Tulitoka hapa ilikuwa siku ya 5 ya juma iliyopita. Ile juma ile, na tumefika kwa salama salimini. Tumefanya kazi ya Mungu, tumeingia kwenye maombi ya Jumamosi na Jumapili tukahudumia. Mungu ametulinda, tumetembea vizuri na tukarudi vizuri. Tunashukuru pia kwa jinsi Mungu amelinda jamaa za waaminio. Amen. Amen. Tumekutanisha watu wote ni wazima. Basi Mungu apewe sifa. Amen. Na tumetoka huko, wametuambia kwamba takapofika mahali hapa, basi wametuma salamu kutoka huko kwa jina la Yesu Kristo. Wamesema kwamba tuwasalimu. Amen. Amen. Kama tumezipokea tuseme ndio. Ndio. Amen. Basi tunashukuru tena Mungu wetu.
kwa ulinzi wa maajabu. Siku ya 5 usiku kwenye kazi za mikono nimesikia napigika, choko mwingi sio kwa kawaida. Lakini tangu jana tena wakati nimeamuka tena ilikuwa tena ni vihimbo. Wakati nimetoka kazi, tuseme wakati nimetoka kazi ni vihimbo tena. Na nikafika hapa kanisani nyuma, maana mwili ulikuwa umechoka, mahali sio kwa kawaida. Lakini Mungu mwema, nasikia vitu vimegeuka, niko bien. Amen. 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 Niko bien. I'm very well. Amen. Hallelujah. Very well. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana apewe sifa. Amen, amen. Ile maumivu, ile michoko yote imekwisha. Amen. Kasema baba yetu apewe sifa. Ametenda. Maana aliona kwamba nitahudumia kwa siku ya leo. Hallelujah. Amen. 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 Sasa tusome neno la Mungu. Amen. Tusome neno la Mungu. Kwa kuandaa bibi harusi. Mimi niko miongoni mwa wanaoandaa bibi harusi. Oh, hallelujah. Sina mahubiri aseme tutabarikiwa duniani, tapata magari, manyumba. Hiyo mahubiri haikuwa ndani yangu. Mahubiri ambayo iko ndani yangu na mafundisho ni kuandaa bibi harusi wa Yesu kurudi kwetu. Amen. 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 Kurudi wapi? Kwetu. Basi tutasoma neno la Mungu. Nisaidie juu ya kunisaidia hapa, mwangazi na kuaga mwingi hapa. Tutasoma neno la Mungu. Asante sana. Tutasoma neno la Mungu ambalo linahusu kufunguliwa kwa shetani baada ya miaka 1000 au maasi ya mwisho ya shetani. Maasi ya mwisho wa shetani. Maasi ya mwisho wa shetani. Tumezungumzia juma ambazo zimepita, tumezungumzia kwa ajili ya ufalme wa Mungu hapa duniani pamoja na jeshi lake, bibi harusi wake ambao wamewanyakua, akawatosha duniani, akarudi tena kama mfalme wa falme, aliye simba wa kabila la Yuda, akaishi pamoja nao hapa muda wa miaka 1000 duniani. Na alipoishi duniani pamoja na watakatifu, amemfungia shetani kuzimuni. Hii miaka watakatifu waliishi pamoja na baba yetu Mungu Kristo Yesu, ambaye atakayewahukumu waliokufa na walio hai katika kufunuliwa kwake. Amen. Akatawala pamoja nao kwa muda wa miaka 1000, na shetani naye amefungwa muda wa miaka 1000. Maana kulikuwa mfalme mmoja tu na jina lake ni moja. Maana shetani ni mungu wa dunia hii kwa neno la Mungu. Shetani ni mungu wa dunia hii. Sasa hakutakuwa wa mungu wawili, ni lazima kuwe Mungu mmoja tu. Falme juu ya falme zote. Amen. Apewe sifa Bwana. Amen. Sasa wakatawala muda wa miaka 1000. Miaka 1000 kanisa likatawala kwa neno la Mungu wetu. Kwa hiyo muda wa miaka 1000 shetani yuko wapi? Yuko kuzimu, amefungiwa. Wakaweka muhuri juu yake asipate tena kudanganya mataifa. Amen. Amen. Sasa huko alipo atafunguliwa tena. Atafunguliwa tena. Sema kwamba maasi, kufunguliwa kwa shetani baada ya miaka 1000 au maasi ya mwisho ya shetani ndio itakuwa maasi ya mwisho wake. Tusome neno la Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo 20:7 hadi 10. Unasoma Ufunuo wa Yohana, tutakuwa haraka sana, sura yake ya 20 na mstari wake wa 7 hadi 10 katika jina la Yesu. Amina. Amen. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 ndio mstari wa 7 hadi 10. Nasoma katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa. Shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake. Atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Naye
atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Hesabu ya hao watu ni kama mchanga wa bahari, ambao wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu. Wakaizingira sasa kambi ya watakatifu, ambamo Mungu anatawala pamoja na watakatifu waliomo duniani. Na mji huo uliopendwa, ambamo Mungu anaishi pamoja na watakatifu wake. Moto ukashuka kutoka mbinguni. Moto ukashuka kutoka mbinguni, ukawala wote. Na yule ibilisi mwenye kudanganya akatupwa katika ziwa la moto, katika lile ziwa la moto na kiberiti. Alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Jina la Baba yetu libarikiwe. Jina la Baba yetu libarikiwe. Amen. Huyu shetani atateswa milele na milele, mule ambao mpinga Kristo na ile nabii wa uongo walitangulia kwanza kwa neno la Mungu wetu. Amen. Kwenye kitabu cha Zaburi, kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kitabu cha Ufunuo 19:20. Biblia inasema hivi ya kwamba yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyefanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao waliomsujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Wao wawili kwanza ndio walitangulia huko, kisha shetani wao naye amekamatwa, anawekwa humo kwenye ziwa la moto liwekalo kwa kiberiti. Maasi ya shetani ya mwisho hapo inamwishia. Hakuna tena kudanganya dunia, hakuna. Ndio imekuwa maasi ya shetani ya mwisho. Falme wa falme anamfunga sasa, anamuweka wapi? Anamtupa kwenye ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Mungu atuhurumie sana. Amen. Biblia hapa kwenye kitabu cha Ufunuo huyo 20, neno la Mungu linasema hivi: kisha nikaona kila kitu cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Mbingu na nchi zimekimbia uso wake, Mungu wetu Kristo Yesu. Amen. Amen. Na mahali pao hapa kuonekana. Nchi na mbingu zimekimbia uso za mfalme wa falme. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Isaya 34 mstari wa 4, neno la Mungu linasema kwamba mbingu zitakunjwa kama karatasi. Amen. Amen. Mbingu zitakunjwa kama karatasi. Jeshi la mbinguni litakunjwa. Jeshi la mbinguni litakunjwa na mbingu zitakunjwa kama karatasi. Neno la Mungu linasema hivyo kwenye kitabu cha Isaya 34 mstari wa 4. Tusome kwanza pale haraka. Nasoma Isaya 34 mstari wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa. Kufumuliwa sema kwamba litafutika. Na mbingu zitakunjwa kama karatasi. Amen. Acha tu pale. Amen. Amen. Mbingu zitakunjwa kama karatasi. Yesu amesema kwenye kitabu cha Mathayo 24:35, mbingu na nchi zitapita. Hapa sasa ndio kwenye tuko kumwisho. Mbingu na nchi zitapita,
lakini maneno ya Mungu hayatapita kamwe. Mungu aturumie sana. Amen. Sasa kwa neno la Mungu wetu, Yohana kwenye kisiwa cha Patmos anaonyeshwa mambo ya ajabu. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye akaketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Anasema hivi, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Mungu aturumie sana. Na vitabu vikafunguliwa, akaona watu wakubwa kwa hapa vinasema kwamba nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa. Wingi naanzia ngapi? Viwili. Sasa hatujui ni vitabu ngapi. Hatujui ni vitabu ngapi. Kama ni viwili hatujui, lakini wanasema kwa wingi. Neno la Mungu sema kama kwa wingi. Vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kimoja tu kikafunguliwa. Mungu aturumie sana. Amen. Kitabu kingine kikafunguliwa, kitabu kimoja tu, sio viwili. Vya mingi kwanza ndio vimeonekana vinafunguliwa. Sasa jiulize, hivi vitabu vikishakuwa vya mingi, si ndio? Vikishakuwa vya mingi ni kawaida. Waendao uzimani ni wachache. Ndio maana kwa neno la Mungu wetu kwenye kitabu cha Mathayo 7:13 amesema ya kwamba ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Amen. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Ni mlango ambao umesongwa uendayo uzimani. Maana mlango ni mpana. Uendayo wapi? Upotevuni. Uendao upotevuni. Sasa uendao upotevuni ndio vitabu hivi sasa. Viko mingi. Neno la Mungu akituambia kama ni viwili wala vitabu, lakini nimesema kwa wingi. Vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine cha uzima kikafunguliwa. Ndio kusema humo mna watu wachache. Hapa tunaenda kwa mwenye mwisho wa kila kitu kimefika sasa kwenye mwisho wake. Tuko naenda sasa kumalizia sasa, tulishamalizia ile miaka 1000. Tunaenda sasa wapi? Tunaenda sasa dunia itakunjwa kama karatasi, na mbingu zitakunjwa kama karatasi. Mungu aturumie sana. Amen. Kwa neno la Mungu wetu kwenye kitabu cha Petro wa pili 3:7, tusomie haraka sana. Petro wa pili 3:7. Mbingu za sasa, lakini mbingu, nasoma katika jina la Yesu. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu, mpaka siku ya hukumu, na ya kuangamia kwao wanadamu wasio mcha Mungu, wanadamu wasiomwogopa Mungu. Amen. Nchi za sasa na mbingu za sasa zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu, na ya kuangamia wanadamu wasiomcha Mungu, wasiomwogopa Mungu. Wanaoingia kanisani kuingia na kutoka hawamwogopi Mungu, sheria za Mungu, amri za Mungu hawazisikii. Sasa sikia, sasa zimewekwa kwa moto hizi mbingu za sasa, na nchi ya sasa imewekwa akiba kwa moto, huku kumwisho na wanadamu wasiomcha Mungu. Kumbe na wao umekuwa moto. Mungu aturumie sana. Amen. Mwambie Mungu, niepushe na jehanamu, niepushe na ziwa la moto. Kwa Mungu
Kwa nini uingie kanisani usikie neno la Mungu, halafu neno la Mungu kwa kinywa chake amesema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake, maneno yake hayatapita kamwe. Ndio maana niko na wivu wa kumtumikia Mungu, na wivu wa kumtumikia Mungu. Usiniletee mahubiri yenye haieleweki, la hasha. Na tunahubiri injili ya kupeleka watu kwa safari ya kwenda mbingu. Apewe sifa Bwana. Amen. Tunataka tuandae bibi harusi wa Yesu. Takapotoka katika mwili wako, mwili wa mauti, siku moja kamuone Mungu. Apewe sifa Bwana. Amen. Siku moja kamuone Mungu. Nilifika kule kwa wenzetu, nikaambia mimi sikuwa na injili ya nani? Sikuwa na injili ya kubembeleza watu. Mimi najiendea na mahubiri, nitamwambia ukweli. Mimi najiendea kwenye halali habachaki mtoto. Kwenye halali habachaki mtoto, unamaliza vyote. Kwenye batalilia wewe ushajiendea zamani. Baba yake na mama yake watashughulika huko. Nishajishibia mimi najiendea. Sasa na mimi nikawaambia kwamba nitahubiri injili, mwete kasirike. Kama chapendeza wanadamu watakuwa watumwa wa Kristo. Neno la Mungu linasema hivyo. Nataka niwapendeze, niwahubiri injili ambayo mnataka nyinyi. Nitawahubiri injili kutoka wapi? Mbinguni, kwa Mungu wetu, ya kuandaa bibi harusi wa Yesu kwa safari ya kwenda mbingu. Apewe sifa Bwana. Amen. Ndio injili ambayo tunapaswa kuhubiri. Hatuko miongoni mwa wale wasitao na kupotea. Apewe sifa Bwana. Amen. Kuhubiri injili takatifu. Wasio mcha Mungu wataingia huko, maana ni neno la Mungu amelisema kwa kinywa chake mwenyewe. Zimewekewa akiba kwa moto mbingu za sasa na nchi, akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo. Amen. Hata wanadamu wasio mcha Mungu wataingia humo, wataingia humo. Mungu atuhurumie sana. Kitabu kikafunguliwa, vitabu vikafunguliwa, kitabu kingine cha uzima. Biblia inasema kitabu kingine cha uzima. Amina. Amen. Amen. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Humo mna matendo ya watakatifu, mna majina ya watakatifu, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Wakahukumiwa sawasawa na matendo yao. Sasa tunasoma neno la Mungu wetu. Haleluya. Amen. Neno la Mungu ni tamu sana. Kwenye kitabu cha Yohana 5:28 mstari wa 29. Fanya haraka. Tuwe wasomaji wa haraka. Mstajabie mambo hayo. Twende, nafikiri ndio hapo. Mstajabie mambo hayo. Mathayo Yohana sura 5 mstari wa 28 wa 28. Nasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mstajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote sasa waliomo makaburini wataisikia sauti yake, wataisikia sauti ya Bwana wetu Yesu Mungu wetu. Amina. Amina. Tuendelee. Tunaendelea. 29. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, Sasa na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Inakuwa sasa hukumu ya mwisho. Amen. Amen. Inakuwa sasa, hii ndio sasa inakuwa hukumu ya mwisho. Mungu atuhurumie sana. Amen. Watasikia sauti, watu wote watasikia sauti, waliomo makaburini wote watasikia sauti. Wale waliokufa, nani mwali waka ndugu yake Mwagolo na Kani, vile vizazi vya kwa nani? Kaini. Wakati wa Kaini mpaka nyakati za watu wote waliomkana Mungu, wasiomcha Mungu wote, siku hiyo sasa
watasikia sauti ya Bwana, watafufuka wote makaburini. Makaburi yatatapika watu. Chezi na Mungu. Makaburi yatafufua watu wote, maana sauti ya Bwana imenguruma, imesema. Apewe sifa. Amen. Hapa vinasema namna gani? Ni mafundisho. Na wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Nasikia ni vile vitabu vingi vimekuwa vingi, sawasawa na matendo yao. Walishafufuliwa wote. Sauti, watasikia sauti ya Bwana kutoka makaburini, atawafufua. Marahisi wote, wafalme wote, kabila zote, lugha zote, watu wote wa ulimwengu, hakuna mmoja atajificha hiyo siku. Hapa miaka 1000 bado tungali na enjoy, tuko miaka 1000 hawayafufuliwa. Hapa sasa njoo match njoo mwisho njoo final. Siko na munja hapa World Cup hapa Marekani. Itafika wakati timu mbili njoo zitabakia. Bangalia itakamata sasa kombe ya dunia, si ndivyo? Ndio. Bangalia cheza huyu anatoka. Huyu ndivyo takavyokuwa. Inakuwa final. Na atakayechukua sasa nani? Cup. Na ambaye atachukua cup, dhawabu. Nani sasa? Hiyo wakati sasa inakuja. Ukatale usikatale, bitafika tu. Amen. Maana kuna waliopinga hawako tena duniani. Wanaosubiri kwa bahati mbaya wako wapi? Wako kwenye mangojeo ya kuingia jehanamu. Twende. Sasa bahari, Biblia inasema 13, bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mungu aturumie sana. Amen. Mama we, ni hatari sasa hapa. Wakahukumiwa kwa kadiri ya matendo yake. Wote hiyo wakati walishafufuliwa. Walishafufuliwa. Ndio maana naposema neno la Mungu nasikia kuogopa na kutetema. Naposema neno la Mungu nasikia kuogopa na kutetema. Nyuma tunajitahidi tuambie watu ukweli. Usiposikia neno la Mungu, usipomcha Mungu, ujue kwamba siku hii siku vitabu vitafunguliwa na kitabu kimoja cha uzima kitafunguliwa. Mnapatikana matendo watakatifu wake Mungu waliokombolewa kwa damu ya Yesu, wale waenda mbingu. Ningekusihi nao Mungu, kama umebahatika ukaneemika kusikia neno la Mungu, jitahidi siku hiyo usikose mbingu. Amen. Pewe sifa Bwana. Amen. Sikose. Na wanaotusikia msikose mbingu. Amen. Siku moja mama yangu akanitembelea, ndio maana binanihimiza mkazi ya Mungu. Nimeshatembelewa jameni. Nimetembelewa na watu walishatoka duniani. Nimetembelewa. Hiyo nakwambia ni ukweli, sio pingika. Unaweza bikataa moyoni mwako, maana kuna wale wapingao. Ndio na Mungu anasema kuna wale wapingao. Wako makanisani lakini wanapinga, wanatupingaka. Lakini Biblia inatuambia Biblia inatuambia kwamba ni neno la Mungu. Wale ambao wanampinga Mungu, watenda dhambi, Mungu atawanasa. Watenda dhambi Mungu atawanasa. Atanaswa, utamwepuka Mungu. Huwezi mwepuka, atakunasa tu. Amen. Ukatae, usikatae, wakati mauti anafika, atakunasa tu. Mungu aturumie sana. Amen. Nafikiri kitabu cha nani cha Mhubiri 7:26. Ni hapo. Acha tuwe tunapasoma. Juu tu tunaelewa. Mungu atusaidie sana. Amen. 7:26. Acha tusome kwa pale. Mwisho kule. Napenda nisome neno la Mungu juu watu wanaelewa. Watu wanaelewa. Tuna kamata maneno ya Mungu kawaida.
Muogope Mungu, maana siku zinakuja hutamhepa Mungu. Na wengine walimhepa, bako wapi? Wako wapi hao waliomhepa? Mhubiri 7:26 nasoma katika jina la Yesu. Ni hapo? Nami nimeona Hapana. Ni 7. Sura 7:26. Ndio hapo. Mhubiri sura 7:26. Nami nimeona lililo la uchungu kupita mauti, yaani 6:27. Hapana. 7:26. Ndoko niko nasoma. Ambayo moyo wake ni mitego tanzi. Okay, ni hapo. Asante sana. Ni hapo. Twende. Sasa sema kwa mwisho. Nisome kumwisho. Mwisho ndio. Apewe sifa Bwana. Acha niseme. Ampendezaye Mungu atamponyoka. Ampendezaye Mungu atamponyoka. Bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Mungu atakunasa. Mungu atakunasa. Mungu atakunasa. Ampendezaye Mungu 7:26. Amen. Kule kumwisho. Ampendezaye Mungu atamponyoka. Kumponyoka ni kuingia wapi? Uzimani. Atendaye dhambi Mungu atamnasa. Kama uko mchawi atakunasa. Kama uko mzinifu atakunasa. Kama uko mwenye chuki kuingiza ukabila ndani ya kanisa lake Mungu atakunasa tu. Maana aliyetufia yeye amefia mataifa yote. Ndio maana amesema kisha nikaona mataifa, kisha nikaona mkutano mkubwa ambaye hapana mtu aweze kuhesabu. Watu wa kila taifa, kila lugha, kila kabila na kila jamaa wamesimama mbele ya kichwa mwana kondoo. Amen. Kama uko mtu wa ukabila, tunalisemaka hapa, kama uko mtu wa ukabila unaangalia sura za watu, mbingu nino huingii. Amen. Nitaendelea kubisema, sitachoka milele yote hata ajapo Kristo. Apewe sifa Bwana. Amen. Sasa bikanihimiza kuingia ndani ya Mungu kinaga ubaga. Nilimwona mama yangu aligonjwa. Mwili ukachakaa. Mwili huu wa mauti ukachakaa. Mama kagonjwa. Ungemuonaka alikuwa mama maombi sana. Juu mama amenipatia mashauri sana. Waenda mbingu na wasikia hata kwa midomo yao. Kwa midomo tu wanakushauria vitu ya uzima wa milele. Amen. Mama yangu alikuwa ananishauria sana, unaleaje watoto wasaidie, nyakati hizi ni za mwisho. Na wakati aliponiambia ya kwamba mimi nataka kuondoka nitoke duniani, na jinsi ya kwamba nataka kuondoka, ilikuwa mwaka wa 2013 2013. Ndio wakati mama, ilikuwa ni mwisho wa mwaka, ilikuwa ni kama sisahau, kama sipitiwi, ilikuwa Disemba mwezi wa 12. Akaniambia, baba, na jinsi ya kwamba nataka sasa kusafiri, neni nipumzike, mwili umechoka. Niko naambia kama alikuwa kilio mtumishi mmoja wa Mungu, roho alisema sana, akasema na mimi nimejihisi niende sasa na mimi. Mwezi wa kwanza mama kafariki. 2014 mama mzazi kafariki. Baada kama ni ya miezi ngapi, kama ni miezi, kama ni sikumbuki vizuri, nikaja kuona mama, ile mwili mama ananitokea kwenye maono. Mama amekuwa mzuri, alikuwa na mwenye kama yangu. Mungu akanionyesha sura duniani, iko ananichekea, akaniambia, mtono, naona kisi nafanya na mwanangu. Nikamwambia, njoo mama, naona. Asema, mtumikie Mungu, huku kuna raha. Haleluya. Huku baba kuna raha. Mama amekuwa kijana yanga mama napendeza, natamani niwe jinsi alivyo yeye, mama yangu mzazi. Jamani, nilipotoka kwenye maono hayo nikajihisi kumtumikia Mungu. Amen. Amen. Acha na vitu ya dunia jamani, focus mu Mungu, focus. Amen. Amen. Haleluya. Yesu. Tunajitoa mkazi ya Mungu, maana tulishakaona mimi Mungu amenijalia najitapa katika Kristo Yesu. Bwana sababu sifa. Najisifia Mungu na muamini mimi. Amen. Nataka kuambia mujisifie Mungu tunayemwamini. Yule Mungu ambaye mtu anamwamini na mbingu zinasikia.
mumwamini Mungu ambaye mzee Kiza naamini, mzee Lambera naamini. Wana wa Mungu walio tunamjisifia Mungu wetu na tutamwacha. Haleluya. Kamwe. Haleluya. Kamwe. Haleluya. Nimeapa sitamwacha naye muamini. Aliyeninua kwa damu yake. Bwana apewe sifa. Amina. Sitamwacha. Amina. Naye muamini mimi. Na ndio maana niko na wivu wa kutangaza injili yake. Haleluya. Mama nipomwona nikasema kweli kuna watu ambao wanapendeza. Mama mikunjo mwili wa ukunyanzi mekunjwa kunyanzi zimetoka. Mama amekuwa mzuri, kabinti kazuri sana, kakupendeza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mama mzazi kamependeza, kabinti kazuri. Kambia Ada, wewe njoo huyu Ada. Jina lake alikuwa Ada. Ada, wewe njoo huyu yo. Iko naangalia kanikuhobere tu, nikuhag. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Msione tunaruka na kumtumikia Mungu, sio kawaida. Haleluya. Mama we. Haleluya. Amen. Amen. Mungu tunayemtumikia ni Mungu. Tumikie. Tona uzuri wake. Amen. Sipomtumikia atakunasa. Yesu. Bwana apewe sifa. Amen. Anasema mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Sasa hizi kulikuwa na mafundisho tulikuwa nazungumzia kwa ajili ya mauti. Na waliofika hapo tumesikia mambo mengi sana. Mauti ni punishment. Ni adhabu ambayo Mungu ameyazimu mwanadamu baada ya kumkosea. Na mauti naogofia. Hakuna mwenye haogopaki mauti. Tuko chini ya ulinzi. Tuko chini ya ulinzi. Ya ulinzi. Mauti naogofia. Hakuna mwenye haogopaki mauti. Kila mtu anaogopa mauti. Nikakumbuka neno ambalo mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anaambia Wathesalonike. Ilikuwa ni hali ya kuogopa mauti. Mungu atubariki sana na Mungu atusaidie. Tusiogope mauti. Tusiogope mauti, walio katika Kristo Yesu, tusiogope mauti. Sasa nakutanisha huko naogopa mauti. Mungu anapokufa iko na wazia na mimi nitakuwaka kama hivi. Ndiyo, ni vizuri ukiona mwenzako amenyoroka, basha mlaza hapo huko nasubiri kumweka msanduku mkofi na alafu tumzike. Sasa hayo ni lazima ya kufundisha kwamba na utakuwa hivyo siku moja, lakini usiogope. Amen. Huko kwenye iko kama alikuwa Mkristo wa kwenda mbingu, yeye huko kwenye furaha. Paulo akamwambia jameni, sijui kama ulikuwa naitika. Paulo sema jameni, haleluya. Amen. Sijui kama ulikuwa naitika, wazee sikuwa pale. Paulo anaona kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:13 anamwambia jameni, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti, kulala mauti, ili sema Paulo, ili msije mkahuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini. Paulo sema haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yuko nawaambia hivyo. Jamani, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti. Paulo sema ili msije mkahuzunike kama na wengine wasiokuwa na matumaini. Ikiwa tuamini ya kwamba Kristo Yesu amekufa akafufuka, vivyo hivyo waliokufa katika Kristo Yesu Mungu atauleta pamoja naye. Haleluya. Amen. Haleluya.
Mungu atawaleta pamoja naye. Sasa niliposema kitabu cha Warumi 6:23, asa mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu, karama zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya, amen. Mshahara wa dhambi ni mauti, na mwenye nguvu zake wa mauti ni nani? Ni kisigo, shetani. Shetani njoo mwenye nguvu za mauti. Lakini sisi tulipokolewa, nikamwamini Kristo Yesu kwa Bwana Mwokozi wangu, mauti haimo tena ndani yangu. Imetoweka, nayo uzima wa milele. Niko na zawadi katika Kristo Yesu Bwana wangu aliyenikomboa huko msalabani Golgotha. Haleluya, amen. 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 Siogopi mauti. Ukiogopa mauti usilaleke usiku. Kama uko mwoga, utaniambia Mungu sitaki niwe nalala usiku. Kama unaogopa mauti usilaleke. Inawezekanaje mwanadamu ataishi bila kulala? No way. Utalala tu. Mungu atuhurumie sana. Amen. Mungu amesema hivyo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio mshahara wa dhambi. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Unapomwamini Mungu, unapomwamini Kristo, yeye ni kweli njia na uzima. Una uzima wa milele ndani yako. Unatembeaga nao, unalala nao, unaamuka nao. Parapanda likilia, unaenda. Ukifa, unaingia uzimani. Apewe sifa. Amen. Sasa mauti ni adhabu ya Mungu. Mauti ni adui wa mwanadamu na Mungu. Mauti ni adui wa mwanadamu na Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mauti ilifika kwa ajili ya mtu mmoja tu. Na ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, tulipasoma juzi hapa, katika hali ya kuwaelewesha neno la Mungu, Waebrania 2:14 hadi 15, utusomee pale haraka kwa ajili ya kuelewesha wana wa Mungu. Hapa niko nataka niende kama mwalimu. Ndio napendaka kuhubiri. Mimi ni mhubiri. Kama mwalimu twende. Waebrania 2:14 hadi 15. Waraka wa Waebrania sura 2 mstari wa 15, nasoma katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Awache huru wale ambao 14. Nianze 14. Hey. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, tumeshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo. Naye Mungu aliyetununua Yesu Kristo ameashiriki hayo. Tumeshiriki damu na mwili sisi wanadamu, naye aliyetununua ameshiriki hayo. Naye amezaliwa akaonekana duniani kwa mwili, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Shetani ndio alikuwa na nguvu ya mauti, sasa alimuharibu. Ndio maana tutauliza, mauti nguvu yako iko wapi? Maana tulimwamini Yesu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Mauti uko wapi? Uchungu wako ku wapi? Nguvu zako ku wapi? Kushinda kwako kuwapi? Kushinda kwako mauti. Ametunyanganyia baba yetu, ametutosha mautini, akatuingiza uzimani. Haleluya, haleluya. Ametutosha mautini baba yetu, tukatoka kwa shetani ambaye na nguvu za mauti, akatuingiza uzimani. Amen. Apewe sifa Bwana. Amen. Tumeingia uzimani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jisifie Yesu. Jisifie Yesu. Haleluya. Ukimkataa uko na laana. Ukisikia neno lake la uzima uko na laana. Mauti ni adui wa mwanadamu. Mauti ni adui wa Mungu. Kwa nini nimesema kwamba ni adui wa Mungu? Sio kusema kama Mungu itamuua hapana. Bali mtapika. Kilimtapika. Amen. Limbuko la hao waliolala. Amen. Amen. Ndio maana Paulo anawaambia,
Ikiwa muamini ya kwamba Kristo Yesu amekufa akafufuka, vivyo hivyo waliolala katika Kristo Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Amen. Si ndivyo wana wa Mungu? Amen. Si ndivyo? Ndivyo. Neno la Bwana. Neno la Mungu wetu. Yesu. Mauti ni adui wa mwanadamu, lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Amen. Katika Kristo Yesu. Hawa wandugu waliotutangulia, wana wa Mungu, walikuwa na hawa muagano la kale, waliogopa mauti. Waliogopa mauti sana. Pamoja na kuogopa mauti, acha tusome hapa, nitakuwa mwalimu. Watu waliona mauti kuwa adui, na ni adui wa mwanadamu. Ndio maana watu waliona mauti ni adui, maana mtu anapokufa mwenzako tena hasemi. Si ndivyo? Hasemi. Akili na fahamu ya mwanadamu zimetoweka. Nilikuwa nasema hapa, mimi ambaye nasimama madhabahuni nikitoa neno la Mungu, nikitoweka, nikiwa sasa sauti, mdomo wangu umefunga, akili za kibinadamu zimetoweka. Sawa? Mikono haichingiziki. Waliona wenzao wamelala, wakaogopa. Mauti ni adui. Na walipoogopa, pamoja na kuogopa kwao, mauti haikuwa jambo nzuri kwao. Watu waliona mauti kuwa adui. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 6:5, tusomee pale haraka. Hapa niko mwalimu sasa. Tusomee Zaburi. Nasoma Zaburi 6:5. Zaburi ya 6 mstari wa 5, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana mautini hapana kumbukumbu lako. Mautini hapana kumbukumbu lako. Nasikia? Nani anasema hivyo? Nafikiri ni Daudi. Kuzimu, katika kuzimu. Katika kuzimu ni nani atakayekushukuru? Hiyo ilikuwa jambo la nani hilo? Sio nzuri. Sio nzuri. Tuseme tena pale, mtumishi wa Mungu. Mauti yaliogofya. Maana mautini hapana kumbukumbu lako. Hapana kumbukumbu lako. Katika kuzimu ni nani atakayekushukuru? Hakuna tena kukukumbuka Mungu. No. Katika kuzimu hakuna tena ya kukukumbuka. No. Sasa katika kuzimu nani atakayekushukuru? Hakuna. Bako mresidence surveiller. Nasikia? Shetani ndio alikuwa na nguvu za mauti. Mungu aturumie sana. Amen. Shetani ndio alikuwa na nguvu za mauti. Sasa Daudi anasema katika kuzimu nani atakayekushukuru? Nani? Walipokufa wote walikuwa naenda wapi? Kuzimuni. Walikuwa na mkuzimu. Hapana kuzimu ya huko. Ni ulimwengu mwingine. Wa giza. Ukiingia kwa ndoto, Mungu akuonyesha habari za kuzimu. Ni giza mtupu. Neno la Mungu nasema ni giza tu. Hapana kuzimu asema ukiimbe kule ni kuzimu. Kuzimu ya ulimwengu wenye wafu wanaendaka wasio mcha Mungu. Tangu ile wakati ya agano la kale mpaka leo wanaendaka kuzimu wasio muamini. Ogopa, kama ulijua kama ndugu yako alikufaka mpagani, iko kuzimu. Iko kwenye giza mtupu. Haoni nuru hata Biblia inasema hawataona nuru hata milele. Kama unajua kama mama yako alikuwa mpagani, wala baba yako, dada yako, kaka yako ashakufa, ukijua kama alikufa mpagani, iko na lia kilio ambacho hakina faraja. Chezana. Vigogo hivi vya imani bakina Daudi, unasikia kisa wanasema mbona huko hakuna kukushukuru? Halafu wewe tu mwenye ngena kutoka uko na neno la Mungu hausikii, utaenda kuzimu, itakupokea maana husikii neno la Mungu la uzima. Na hapa Aisha tununua zawadi ya Mungu. Zawadi ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Unamkataa Yesu ambaye ni uzima wako, utakuwa mgeni wa nani?
Mungu atulimie sana. Tusomee Zaburi, twende haraka. Zaburi 6:10 hadi 11. Sikie gisi neno la Mungu linasema hapo. Tusomee haraka. Niko mwalimu hapa. 6:9. 9. 16 mstari wa 10 hadi 11. 16. Tusomee, niko mwalimu hapa. Wende? Nasoma Zaburi 16 mstari wa 10 hadi 11 katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Wala hutamtoa mtakatifu wako. Hutamtoa. Walikuwa na matumaini pamoja na mauti, lakini hautamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Walikuwa wanatazama, ijapokuwa tunaingia kule, lakini walikuwa na matumaini ya kwamba kuna siku moja Mungu atatutosha huko. Utanijulisha njia ya uzima. Utanijulisha baba yangu njia ya uzima. Mbele za uso wako ziko furaha tele. Mbele za uso wako kuko furaha. Na katika mkono wako wa kuume. Ndio sema kuna mema ya milele. Nguvu. Mkono wa kuume ni nguvu za Mungu. Kuna neema? Neema ya milele. Kuna neema ya milele. Pamoja na kuwa mautini na kuzimu, lakini walikuwa najua tu kama kuna siku moja Mungu atawaokoa na mkono wa kuzimu. Kabla ya Yesu hakuna ambaye angekwepa kifo. Ndio maana mtumishi huyu mtumishi, nafikiri ni nani maana walioandika Zaburi ni wengi. Sio mmoja tu, sio Daudi tu. Hata nafikiri Suleiman yuko ndani. Na wengine. Sasa ukisema kwenye kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 48. Amesema hivi: mwanamume gani atakayeisha asione mauti, atakayejiepusha nafsi yake na mkono wa kuzimu? Nasikia ni mwanamume gani? Hata uwe vigogo vile vya imani bakina Ayubu walijua tu wataingia huko. Ni muda tu unakuwa mdogo. Walijua tu kama wataingia huko, lakini pamoja na kuingia huko balikuwa na matumaini tu ya kwamba hawataikaa kwenye mikono ya endelea kuikala huko. Shetani wote ndio alikuwa na wafungulia wanaenda kule. Mungu aturimie sana. Amen. Shetani ndio alikuwa na funguo za kufungua mcha Mungu, anampeleka fasi fulani. Wasio mcha Mungu anawapeleka fasi yao. Ndio maana mzee alipofika aliwatosha kule. Aliwatosha. Bwana sipewe sifa. Amen. Tunasoma Zaburi. Tuseme haraka 13 mstari wa 9. Mwenyeko chiari anasema juu tuende haraka. Niko nataka ni nani? Zaburi 13 mstari wa 9. Hapa niko mwalimu. Ndio. Mna faida gani katika damu yangu? Mna faida gani katika damu yangu? Nishukapo Mungu. Mna faida gani katika nini? Damu yangu. Katika damu yangu. Nishukapo wapi? Shimoni. Mavumbi yatakusifu. Kama vumbi yatakusifu, nikiikala mule mavumbi yatakusifu. Yataitangaza ukweli wako. Yataitangaza ukweli wako. Sumtumikie Mungu. Kama vumbi yatatangaza, wewe ukifa kama uko mpagani utaenda mautini, utaenda kuzimuni. Sasa uko kwenye huko utakuwa naonekana ushakufa, unatokea watu duniani huko unakuwa kuwashitua. Unakuwa kipepo. Ndio? Unakuwa kipepo huko. Nilishasema hapa. Nionaka mkubwa yangu alikuwa Muislamu, alikufaka. Iko nakuwa kunishitua. Nikamwambia nino, hutanishtua maana nilimwamini Yesu. Alishakufa zamani. Kuna mambo mengine Mungu anatuonyesha juu tuogope tungali duniani, tungali katika hii mili. Kuzimu itatangaza nini? Ukweli wako. Si wewe unaenda kuzimu, unaenda kwenye mangojo ya kuingia jehanamu, kwenye ziwa la moto. Sasa utakuwa kuja kushutua watu duniani.
Jameni, watu sisi ambao bado tunasikia, ogopa Mungu. Akikunasa tu kuna bahati. Akikunasa tu huna bahati. Kuna wengine waliokufa, ndugu zetu wakafa wapagani. Niko nalia machozi. Lakini mimi nimemwambia Mungu siendi huko. Niko nakuja kwako Baba yangu. Amen. Hakuna kitakachochekesha na upendo wa Kristo. Nimekataa. Amen. Pewe sifa Bwana. Amen. Hakuna. Tuko ndani ya Kristo Yesu. Kifo haikuwa jambo la kutazamiwa kwa furaha. Haikuwa kifo cha kutazamiwa kwa kifo, hakukuwa kifo cha kutazamiwa kwa furaha, balikuwa na uchungu wa kifo nao. Lakini aliondoa uchungu wa kifo nani? Kristo Yesu. Kifo haikuwa jambo la kutazamia kwa furaha. Ndio maana Ayubu anasema kitabu cha Ayubu 10. Niko mwalimu, niko nataka tueleweshane. Na kwa wiyaga mtakuwa nihurumia, niko mwalimu. Juu tubaeleweshe neno la Mungu. Ayubu 10:21, 22. Verse ziko mingi lakini tutasoma kitabu cha Ayubu 10:22-21. Ndio. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Je, samahani kidogo mtumishi wa Mungu. Mwingine atusome atutarishe Ayubu 17:13-16. 17 maana wengine wanasikia kuna ni YouTube. 20 wewe shatarisha 21 10 21 22 sawa. Zaburi 17:13-16. Twende sasa, soma sasa pale. Nasoma katika jina la Yesu. Kabla sijaenda huko ambako sitarudi kutoka huko tena. Niyo inchi ya giza. Giza tupu. Ni inchi ya giza kuu. Kama giza lenyewe lilivyo. Ni inchi ya giza tupu. Anasema tena na repeat. Come again. Ni giza ya inchi. Ni inchi ya giza tupu. Isiyo na mategezo ya mambo yoyote. Inchi ambayo nuru yake ni kama giza. Nuru yake ni kama giza. Nuru yake ni kama giza. Ijapokuwa ni wacha Mungu wako katika inchi yake ni kama nuru yake ni kama giza. Ilikuwa vizuri kwao? Hakuna. Residence surveillée. Wanafunga kama rais na watu wengine wakubwa. Banawachiaka banaweza kwa lakini hawatatoka nje. Maana kwa mule tu banaweza kula vizuri, lakini banajua kama wamefungwa tu. Bako mkifungo tu. Ndivyo walivyokuwa. Bigogo vya imani. Banani? Wakina Ayubu. Giza tu ndio iko kule. Halafu wewe ambao uko naambiwa neno la Mungu leo na kuambia na baba bashaka tuchosha bwana. Sawa, hamna shida. Atakunasa tu. Utanasika tu. Mtumishi wa Mungu mzee. Hapo tumesoma Zaburi. Huyo Ayubu 17:13-16. Huyo Ayubu tu. Ni Ayubu 17:13-16. 13-16. Tusome haraka juu niko nataka nimalize. Nikitazamia Ayubu tena huyu. Nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu. Anatazamia kuzimu kuwa nyumba yake. Nikitandika malazi yangu gizani. Yuko anatandika malazi yake gizani. Ikiwa nimeuita uharibifu. Wewe uko baba yangu. Nimeuita uharibifu lakini uko baba yangu tu. Nakuliambia bu. Wewe mama yangu. Mama yangu. Na umbu langu. Basi. Tumaini langu ni wapi?
Na tumaini langu ni nani atakayeliona? Tumaini langu ni nani atakayeliona? Litashuka kwenye makomeo, litashuka kwenye makomeo ya kuzimu, itakapokuwapo raha mavumbini. Amen. Itakapokuwapo raha mavumbini, itakapokuwapo raha mavumbini. Amen. Kwa ajili ya muda utasoma kitabu cha wale ambao wanatufuata, utasoma kwenye kitabu cha Zaburi makumi kanya na ine kwa Kiswahili ya Kongo 17. Kisha unasoma tena kwenye kitabu cha Zaburi 115 mstari wa 17, Isaya 14 mstari wa 9, Ezekiel 26 19 hadi 20. Matumaini ya Agano la Kale yalikuwa kwamba Mungu asingewaacha na kuwatupa kuzimuni, bali angewaleta tena katika uzima mpya wa furaha mbele za Mungu. Apewe sifa Bwana. Amen. Matumaini yao walikuwa wajua kama Mungu hata watupa kuzimuni milele, lakini angewaleta katika uzima mpya tena. Walikuwa tena na matumaini. Haijalishi kuzimu ni wachisha, lakini walikuwa tuna matumaini. Ayubu ameyazungumzia hayo kwenye kitabu cha Ayubu 19:26 wala 25 hadi 26. Tusomee pale haraka juu tumalize. Ayubu 19 na mstari wa Ayubu 19:26 25 hadi 26. Wala unadhani shuka kidogo utakwambia. Tunasoma katika jina la Yesu. Ndio. Hapa nafundisha. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Mteteaji Ayubu anasema hayo. Mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili mwili wangu nitamwona Mungu. Amina. Pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Balikuwa na matumaini ya kwamba hata waachia kuzimuni huko. Lakini akasema pamoja mteteaji wangu yu hai, pasipokuwa na mwili wangu, huu mwili ambao umenitesa, nitamuona Mungu. Amen. Kumbe walikuwa na matumaini ya kwamba kuna siku moja watamuona Mungu. Watamuona aliyelifanya mbingu na nchi. Watamuona. Kwa waovu kuzimu kungeleta vitisho tu, lakini kwa wasio waovu kuzimu hakutaleta vitisho. Haijalishi tunakufa, lakini tuko hai katika Kristo Yesu. Apewe sifa Bwana. Amen. Tuko hai katika Kristo Yesu. Na kwenye walipata sema tumaini vizuri kwenye Agano la Kale, kwenye kitabu cha Danieli 12 mstari wa 2, wakawa na matumaini ambayo yako full. Daniel anasema kisha nikaona wafu. Ndio kisa nasema hivyo. Acha tupasome haraka. Daniel 12. Nafikiri ni hapo 12. Tupasome juu ya kuelewesha watu. Wenzetu wako natufuata. Daniel 12. 12 mstari wa 2. Tena wengi wa hao ni hapo. Tena wengi wa hao waliolela katika mavumbi ya nchi. Amen. Waliolela katika mavumbi ya nchi. Wamoja wataamuka wapate uzima wa milele. Wengine wataamuka wapate aibu na kudharauliwa milele. Wakawa na matumaini wa Agano la Kale. Apewe sifa Bwana. Wakawa na matumaini ya kwamba watafufuliwa siku moja. Ndio maana Mungu akamwonyesha maono huyu mtumishi wake Daniel. Kisha nikaona wengi wa hao waliolala mauti. Wamoja watafufuliwa wapate uzima wa milele, wengine wapate aibu na kudharauliwa milele. Kisha akasema hapo tu wenye haki watangaa kama mwanga wa anga, na waongozao wengine kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Apewe sifa Bwana. Amen. Sasa wakawa na matumaini ya kwamba kuna siku moja
watatoshwa wapi? Kuzimuni. Kuzimu kulitisha sana. Mpaka leo kuzimu kuna tisha. Watu wana. Lakini jua ya kwamba kama ndugu yako alikufaka mpagani, iko nalilia huko. Ndio naogopa Mungu. Muogope Mungu sana. Usisikie neno la Mungu alafu unikamata kawaida. Kwa waovu kuzimu kungeleta vitisho tu. Tusomee haraka 32 Kumbukumbu la Torati 22. Tusomee juu tumalize, sasa zinaenda. Kumbukumbu la Torati 23 chapter 22. Tusomee pale haraka. Kumbukumbu la Torati 32 na mstari wa 12. 22. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana moto umewashwa kwa hasira yangu. Moto umewashwa kwa hasira ya Mungu. Unateketea hata chini ya kuzimu. Unateketea hata chini ya kuzimu. Unasikia? Chini ya kuzimu. Twende. Unakula dunia pamoja na mazao yake. Unakula dunia pamoja na mazao yake. Unaunguza misingi ya milima. Inaunguza misingi ya milima. Amen. 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 Unasikia? Mungu amesema hayo. Mungu amesema hayo kwa kinywa chake. Ndio maana ningekwambia mwana wa Mungu, ogopa Mungu. Ogopa Mungu. Na wenzetu kwa neno la Mungu walifufuliwa. Walimefufuliwa kutoka wapi? Kutoka wapi? Kuzimu. Nani sasa aliyewafufua? Ni Yesu Kristo. Amen. 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 Mwanadamu mmoja ndio alileta dhambi. Kwa mwanadamu mwingine kifo katoweka cha milele. Akaleta uzima. Unamkataa Mungu. Namalizia hapa leo. Sasa kuzimu watu wako wasiomcha Mungu wako. Maana vitabu vimefunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Sasa wasiomwamini Mungu, wasiomcha Mungu, wote siku hiyo watakuwa uasi. Wote maji yatatapika. Minyama itatoa watu. Kila mtu ahukumiwe sawa sawa na matendo yake mwenyewe. Na ni hapo ndio itakuwa sasa mwisho wa kila kitu. Kama jina lako halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima, wewe peke. Neno la Mungu linaniambia kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa 1. Waovu kimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Hao waovu waliomkana Mungu duniani, wao peke. Kuna kitu mwacho Mungu ataweka ndani yao. Matendo yako yeye peke yatakupeleka wapi? Jehanamu. Uende kwenye ziwa la moto. Ambako kuna ule mnyama na nabii wa uongo na shetani ashatupwa huko. Neno la Mungu linaniambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:26 seme adui wa mwisho ni mauti atakayewekwa wapi? Kwenye ziwa la moto. Njoo adui wa mwanadamu, mauti. Njoo akamwambia kila kitu kimefika kwa mwisho. Na ni hapo sasa mbingu na nchi zitakimbia uso wake. Puf! Tumekuwa kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Kufuma na kufumbua. Amen. Njoo kwa Yesu. Kufuma na hapo kama jina lako halikuonekana kwenye kitabu cha uzima, unaenda jehanamu ya milele kwenye ziwa la moto. Liwakale kwa kiberiti. Neno la Mungu nasema hivyo. Uje kwa Yesu, acha dhambi zako, sikia neno la Mungu, usipolisikia atakunasa tu. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mbingu zitakunjwa siku hiyo kama karatasi. Mbingu zitakunjwa kama kumtumikia Mungu. Basi kila kitu kimeisha. Hizi mbingu zitakunjwa. Neno la Mungu nasema mbingu zitakunjwa kama karatasi. Na nchi zote zitakunjwa. Maji, bahari, vyote vitakunjwa. Vyote. Planeti zote zitakunjwa.
mahali watakatifu wanawekwa, vyote vitakunjwa. Kutakuja mbingu mpya na nchi mpya. Kuzimu vitatupwa kwenye ziwa na mauti, adhabu uliyomsumbua mwanadamu duniani, vyote vitatupwa huko. Halafu itakuwa kilio na kusaga meno kwa watu wasiomwamini Mungu. Mungu aturimie sana. Amen. Ndio maana tunamtumikia Mungu. Tunahitaji siku moja tuishi na Mungu wetu milele. Ndio kwa Yesu. Ndio kwa Yesu. Halafu namaliza mafundisho haya siku ya leo. Tumeyazungumzia na tutaendelea kuyazungumzia juu ya kutayarisha harusi wa Yesu. Siku zijazo mbele tutawazungumzia kwa ajili ya sasa kwenye watakatifu wataishi, watatembea watatembea kwenye dhahabu za Mungu. Hapana dhahabu hizi za kusumbua juu bazikamate. Itakuwa ni dhahabu ya Mungu. Humu Biblia inasema kuna mamacheri za Mungu kwenye watakatifu watatembelea. Ndio maana shetani kuna wivu watakatifu wasiingie, wana wa Mungu wasiingie mbinguni. Tutatembea, siku zijazo tutawazungumzia habari za mbingu. Sasa utasikia utamu wa kumtumikia Mungu. Haleluya. Amen. Amen. Kama uko mahali hapa, njoo. Fanya haraka. Fanya haraka. Epukana jehanamu ya milele. Tusimame. Saa zapita upesi, hazitarudi kabisa. Bado kidogo, bado kidogo na tena utapelekwa kuzimu. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni niziki, kwake ni rali. Njoo kwa Yesu. Kama uko mahali hapa, jipatanishe na Mungu, siingie kwenye ziwa la moto. Hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, ili atakapokuja akukutanishe uko hai ndani yake. Wake njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni rali. Tuombe Mungu. Mungu Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, takatifu watakatifu wote, neno lako nimelisikia. Bwana wa mabwana, falme juu ya falme zote, tunakushukuru Papa, tupe mwisho mzuri Bwana. Naamini mwamba tusaidie wako hauna makosa, siku moja tukaingia uzimani. Kusudia ni kwamba wako watakatifu wataishi uzima na mema pamoja na wewe milele. Ni kwangu kuchagua Yesu Bwana wangu, Bwana na kuchagua Yesu Kristo, mwamba wa wokovu wangu. falme juu ya falme, napenda kutumikia Bwana wa mabwana, maishani mwangu, nikutumikie Baba, nikaurithi uzima wa milele. Nienende katika neema nakuomba Papa, tusaidie. Naomba kupenda wewe Mungu wangu, tusaidie kwa moyo wangu wote, tusaidie Bwana, kwa nafsi yangu tukaishi nawe milele. Kwa akili zangu neema tunakuomba na kwa nguvu Yesu Bwana wangu, zote. tunakupenda Papa, tunakuamini. Tusaidie, 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 tuwezeshe kwa kutumikie siku moja tukaurithi uzima wa milele. Neema tunakuomba Bwana, jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, Mungu mkuu, Mungu mweza wa vyote, tusaidie kwa jina la Yesu Kristo, mwamba wokovu wetu. Naomba tukiamini, uniwezeshe kuepuka na mauti ya pili, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Mzee mchungaji Kiza, naomba Mungu. Baba yetu Mungu, asante Papa,
kwako tuseme tu asante. Asante mwalimu, asante mkombozi, asante kwa neema hii. Sisi ni wanani Mungu, hata utufunulie yale atakayo Baba, tuepushe na ziwa la moto, hata utufunulie ile na mauti ya pili ambao shetani na watu wake wote wasiokucha wewe, hata utuelekeze ule mnyama kuchagua mlango ulio mwembamba. Yesu, tusaidie, ambao utatufikisha. Tusaidie Papa, nataka tuingie jehanamu ya milele. Onekana Mungu, usinyamaze kimya Baba. Shetani tayari na malaika zake, wakati tusaidie, walio wengi wanaangamia. Yesu, tusaidie Mungu, usinyamaze kimya. Uliyekubali kuacha mbingu ukaja duniani ili mupate mwanadamu. Yesu, tusaidie Baba, utukumbuke. Utukumbuke Bwana, tupa kabisa za watu, utukumbuke, sima milele, tusije tukadumbukie katika lile shimo. Haleluya, tusaidie. Tuokoe Mungu na ghadhabu. Tusaidie Papa. Yesu Kristo, ukumbuke kazi ya mikono yako. Tusaidie. Ukumbuke sisi ambao ulifilia Bwana. Haleluya. Tungali na ngoja, tungali na subiria, na tumaini letu ni hili, kwa kuona Bwana ungali unatukumbusha upendo wa ajabu ulitupenda, na ndio maana hutaki hata mmoja wetu akapotee dunia, bali siku moja Bwana tukuone jinsi ulivyo. Asante Bwana harusi, tunakusubiria, tunakungoja kama vile zamu anavyongoja bwana wake asubuhi. Na sisi Bwana tunatulia chini ya mkono wako ulio hodari. Bwana, tunangoja ule ufufuo, tunangoja tuingie ule uzima wa milele. Hakuna cha kututisha dunia. Tumeona yote ni mapito, tumeona yote ni ya muda, tumeona yote hayafai, maana ni ya muda kitambo. Tusaidie Mungu, tushinde mwili una madhaifu, mwili wa dhambi. Tuokoe nao, tuokoe na mitego ya dunia, tuokoe na anasa, tuokoe na hili vyenye kuangaa kwa macho tu, navyo ni feke tupu. Tusaidie Mungu, tutazamie yale yasionekana kwa macho ya nyama. Baba, tuwezeshe, tupige vita vyema, tushinde mwili, tushinde dunia, tushinde huu mtego wa adui ambao tuwinda kila leo. Asante Mungu, bariki mtumishi wako, mahali uguswa na panapungua, furika tena, furika tena, furika tena, furika tena, furika tena Bwana wa uzima. Na sisi ambao tumepokea Bwana, tulindie, tusingewekea kwenye mfuko wa kutoboka, bali tuwekee kwa mfuko ule ambao unafungwa vizuri, hautatupotezea. Mungu, saidia huyu baba ambaye amesikia hii neno la uzima, neno la kutupeleka uzimani. Saidia Baba, asingerudi nyuma tena, bali atazamie kuingia ule mji wa raha na amani. Saidia huyu mama kadhalika kupiga vita vyema ya ulimwengu. Mapito yasingemvuta tena, yasingemzuia tena, lakini Bwana wa uzima, tusimame imara kupambana hata tuone kushinda dunia na vyote vilivyomo. Kadhalika vijana wetu Mungu, tunawaleta mikononi mwako. Pamoja na haya yote, yasingelikuwa kama vile maji yenye kumwangika kwenye mgongo wa bata, lakini neno liingie na kuumba na kuimarisha. Maana hawa ndio tunatazamia, na wachungaji na waskofu na wale wa bishop kwa miaka ijayo. Mungu, asante Mungu wa uzima. Tukuomba na tumaini, tukijua kwamba sisi ni kuomba na wako ni kutimiza. Jina la Yesu. Amen. 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 Amen.